tumehisi uwepo wa Mungu kwa njia kuu na kwa njia ya kipekee, si ndio? Si tumehisi uwepo wa Bwana? Na kile ambacho kimenishangaza siku ya leo, kwa sababu niko na pointi moja ambayo ninataka kuhudumu ninapopita katika Biblia siku ya leo, ni kuhusu roho wa sifa. Praise the Lord. Si Bwana amedhihirika ya kwamba yuko pamoja na sisi? Katika sifa za watu wa Mungu, Bwana anatembelea watu wake. Na kama vile ndugu yetu leo alivyokuwa akituambia ya kwamba the joy of the Lord is our strength. Na ile furaha ya Bwana, tunapokusanyika katika nyumba ya Bwana, tunapopata ile furaha, mioyo yetu inaendelea kuhudumiwa. Bwana sifiwe. Na kwa hivyo asubuhi ya leo niko na furaha ninapoleta ujumbe wa Mungu kwa dakika chache, na niseme ya kwamba hakika nimebarikiwa wote ambao wamehudumu. Mmekuwa baraka kwangu na mmegusa roho yangu. Na mimi nataka kuleta neno la Mungu kuhusu kuhifadhi uwepo wa Bwana. Maintaining the presence of God. Na nataka tusome neno katika kitabu cha Chronicles chapter 5, Mambo ya Nyakati wa pili, kuanzia tu pale 1:5. Second Chronicles chapter 5, tutaanza tu pale 1, kisha tutaruka 13 na kutoka hapo itaweza kuendelea. Second Chronicles chapter 5 verses 13. Mambo ya Nyakati wa pili 5 kuanzia tu pale 1, kisha turuke 13. Inasema, hivyo ikaisha kazi yote Suleimani aliyoifanya nyumba ya Bwana. Suleimani akaviingiza vitu alivyovitakasa baba yake Daudi, fedha na dhahabu na vyombo vyote, akavitia ndani ya hazina za nyumba ya Mungu. Pale 13 tunaweza kuanza 12 inayosema, tena Walawi waimbaji wote pia, yani Asafu na Hemani na Yedutuni na wana wote na ndugu zao, hali wamevaa kitani sifa, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja na makuhani 120 wakapiga panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikizisha sauti moja na kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam, nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Bwana. Hallelujah. Because the temple of the Lord iliweza kuwa na utukufu wa Bwana, hadi makuhani hawangeweza kutoa dhabihu. Bwana sifiwe. Na nilipokuwa nikiangalia hili neno, tunaona Daudi mwenyewe alitamani sana kujenga hekalu la Bwana, na hata alikusanya vitu vingi ili aweze kutengeneza ama kujengea Mungu ile hekalu. Lakini Daudi hakuweza kutengeneza ile hekalu kwa sababu Biblia
Biblia inatuambia ya kwamba yeye alikuwa mtu wa vita, aliweza kumwaga damu, na kwa hivyo hata alipotamani kufanya hivi Mungu hakukubali. Na kwa hivyo akasema ya kwamba kijana wa Daudi ndiye atakayesimama na kumjengea hekalu. Kwa hivyo Sulemani alipozaliwa na akawa mtu mkubwa, akachukua usukani na akawa mtu mkubwa, Biblia inatuambia ya kwamba akaweza kujengea Mungu a magnificent temple, ambayo ilikuwa inaonekana ni hekalu ambayo ilikuwa maridadi sana. Na kwa hivyo alipoimalizia hekalu la Bwana na akaingiza vitu zote ambazo baba yake Daudi alikuwa amezitakasa na akaziingiza katika ile hekalu, ikawa sasa ni wakati wa sanduku la agano litoke katika mji wa Daudi liingie katika mji wa Yerusalemu, mahali ambapo hekalu iliweza kujengwa. Na kwa hivyo Sulemani akaandaa watu wakubwa walioongoza sifa, na wakaanza kuingiza sanduku la agano. Na walipokuwa wakiingiza sanduku la agano, waimbaji wote walikuwa mahali pale. Walipoanza kusema ya kwamba, walipoanza kusifu na kusema jinsi Mungu alivyo, jinsi ukuu wake ulivyo, jinsi matendo yake yalivyo, wakiingia katika hekalu, utukufu wa Bwana ama wingu likashuka likajaa katika ile hekalu, na hata the priests hawangeweza kutoa ile sadaka kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Bwana sifiwe. Waimbaji walileta mabadiliko katika hekalu la Bwana. Waimbaji walipokuwa wakiendelea na sifa, upande huu mwingine makuhani wanajaribu kufanya kutoa sadaka vile wamekuwa wakifanya katika hekalu, lakini kwa sababu ya utukufu, kwa sababu ya uwepo wa Bwana, hawangeweza kutekeleza wajibu wake. Nataka nikwambie adhuhuri ya leo, kwa sababu ya uwepo wa Bwana hata ambao uko pamoja nasi siku ya leo, imetudhihirishia ya kwamba uwepo wa Mungu uko pamoja na sisi. Na kwa hivyo kile ambacho ninataka nikuonyeshe siku ya leo, ikiwa makuhani walishindwa kutoa sadaka kwa sababu ya uwepo wa Bwana, hata nasi siku hii ya leo ninataka nikuonyeshe mambo kadhaa ambayo inadumisha ule uwepo katika maisha yetu, kwa sababu saa zingine Mungu anaweza akashuka hata katika sifa kama siku ya leo. Siku inafikia kikundi cha Naomi kinaweza iwa, lakini wameleta utukufu katika nyumba ya Mungu. Wamama wameleta utukufu katika nyumba ya Bwana. Watoto wetu wameleta utukufu katika nyumba ya Bwana, ili tukaweza kudumisha ama kuhifadhi ule uwepo. Kanisa tunastahili
ni lazima tuamue kutembea na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni yeye anatusaidia, anatutenganisha, anatuondoa na mambo ambayo halingani na nguvu za Bwana. Roho Mtakatifu anatusaidia kutembea katika njia za utakatifu. Roho Mtakatifu anatuonyesha njia na kuhifadhi nguvu za Mungu katika maisha yetu. Hebu niulizie jirani yako, uko tayari kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu? Haleluya! Ako tayari kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu? Tuko tayari kuwa na ushirika wa Roho Mtakatifu? Tunapodumisha ushirika na Roho Mtakatifu, anatuongoza katika njia zetu, anatuongoza kuhifadhi uwepo wa Bwana, kwa sababu anatutenganisha na nguvu za giza, anatutenganisha na hata dhambi, kwa sababu Roho Mtakatifu anachukia dhambi. Kwa hivyo kanisa la Glory Outreach Assembly Lolwa, kama tunatamani kuhifadhi uwepo wa Bwana katika haya madhabahu, ni lazima tushirikiane na Roho Mtakatifu wa Bwana. Jambo lingine ambalo ninataka nikuonyeshe linakudumisha uwepo wa Bwana ni kusoma neno la Bwana, reading the word of God. When we study the word of God, tafakari au tunapoendelea kusoma neno la Bwana, linatusaidia kudumisha uwepo wa Bwana katika maisha yetu, kwa sababu neno la Mungu, tukisoma katika kitabu cha Zaburi, tusome kitabu cha Zaburi 119 verses 1-3. Neno lako, mausia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Kwa mausia yako najipatia ufahamu, ndiyo maana naitukia kila njia ya uongo. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Mtumishi wa Bwana anasema ya kwamba neno la Mungu, neno la Bwana ni taa ya miguu yako. Praise the Lord. Na kwa hivyo tunapolichukua neno la Mungu na tunaanza kulistadi, linatuelekeza kwenye njia za Mungu. Ni kwa sababu ninasema ya kwamba liko na utamu. Neno la Bwana liko na utamu zaidi hata kuliko asali. Sijui kama umewahi kuonja asali na unasikia vile ilivyo, lakini maandiko inatuambia ya kwamba neno la Bwana ni tamu kuliko hata asali. Na kwa hivyo tunapolichukua na kulitafakari na kuliweka ndani ya maisha yetu, linakuwa zaidi kuliko asali. Na kwa hivyo asubuhi ya leo ninataka nikuonyeshe hilo neno la Mungu ni tamu kinywani mwetu, na linatoa furaha na nguvu na mwongozo maishani, na chanzo cha uzima, hekima na uponyaji wa ndani. Hilo ni neno la Bwana. Wakati tunapolitafakari, wakati tunapolisoma, linatupea hekima, linatuelekeza, linatuponya kindani, kwa sababu lina nguvu katika maisha yetu. Na tunapolipokea na tunapolistadi
kujeruhiwa. Wakati mwingine kanisa tunajeruhiwa ndani yetu, ambapo hakuna mmoja wetu ambaye anaweza akajua ya kwamba umejeruhiwa. Hata mchungaji hawezi akajua ya kwamba umejeruhiwa. Hata mimi nikiwa nimesimama hapa, huwezi ukajua kama nimejeruhiwa. Lakini ninaposoma neno la Mungu, linaniletea uponyaji wa ndani, ambao hata nikisimama mbele yako ninaonekana tu sina shida yoyote, kwa sababu neno la Mungu linadumisha uwepo wa Bwana katika maisha yetu. Na kwa hivyo tunapolitafakari na tunapolielewa hata kule kujeruhiwa kwa ndani, tunapolifanyisha kazi katika maisha yetu, linaleta mabadiliko katika maisha yetu. Neno la Bwana. Siku asubuhi ya leo, wewe unachukua dakika ngapi kutafakari hili neno la Bwana? Siku wakati ambapo unasikia moyo wako uko chini na hataki kusikia jambo lolote, unakimbilia wapi? Na unajua ya kwamba wakati ambapo uko katika ile hali, hata ni vigumu kuwa na wakati wa kumaintain ile presence ya Mungu. Lakini unapokuwa katika ile hali na usome neno la Mungu, unasikia kuna mzigo ambao ulikuwa umebeba, kuna hukumu ulikuwa nao, lakini unaposoma neno la Mungu unasikia ya kwamba kuna kitu cha kipya, kuna jambo jipya ambalo limeweza kutendeka. Na hilo linakuonyesha ya kwamba umehifadhi uwepo wa Bwana katika maisha yako. Neno la Bwana ni taa ya miguu yetu. Neno la Bwana liko na utamu hata kuliko asali katika maisha yetu asubuhi ya leo. Wakati ambapo tunajikuta tuko chini, hatujui tuangalie wapi, mambo imetusonga upande huu na upande ule, tukaribie neno la Mungu, kwa sababu lina jawabu hata katika situation zetu. Tunaposongwa na mizigo mizito, familia imekuwa na mambo ambayo haieleweki, tukaribie neno la Mungu ili litusaidie kuhifadhi uwepo wa Bwana katika maisha yetu. Bwana sifiwe. Jambo lingine ambalo ninataka kushiriki na wewe ni kuhusu kuabudu Bwana. Worshiping God. Wakati ambapo tunapomwabudu Mungu, sometimes wakati si lazima kuingia katika maombezi. Unasikia moyo wako unataka tu kuabudu Mungu. Unaingia katika hali ya kuabudu Bwana. Unajipeana kwa Mungu na unasema ya kwamba mimi tu ninataka kuwa na wakati na Mungu wangu. Ninataka tu nikuhudumie katika hali ya kuabudu. Sitaki kuingia katika maombezi siku ya leo, lakini ninataka kuingia katika kuabudu Mungu, katika kujipeana kwa Mungu, kumwambia jinsi alivyo, kumwambia ukuu wake. Kuabudu kunadumisha uwepo wa Bwana katika maisha yetu. Na kwa mfano tunaweza tukaupata hata siku ya Jumapili, mahali ambapo tuliingia na tukajipanga mbele za Mungu na tukajiachilia chini ya uwepo wa Bwana. Waliokuwa na mizigo, ninaamini ya kwamba waliweza kutumizishwa. Waliokuwa na mioyo mizito, ninaamini ya kwamba Bwana alitenda mema, kwa sababu katika kuabudu Mungu kuna kudumisha uwepo wa Bwana. Just worship, kuwa mbele za Bwana. Na tukiwa mbele za Bwana, tunaendelea kudumisha uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Na jambo lingine ni ya kwamba ambalo kunadumisha uwepo wa Bwana katika maisha yetu ni kufanya moto wa madhabahu kuendelea kuwaka. Moto wa madhabahu yako, moto wa madhabahu ya familia yako,
moto wa madhabahu haya kuendelea kuwaka. Na nilikuwa nikiangalia na kusoma na kuona ya kwamba moto unawakilisha ama umesimamia uwepo wa Bwana. Kwa hivyo moto wa Bwana ukiwa pamoja na sisi, ukiwa pamoja na wewe katika maisha yako, umehifadhi uwepo wa Bwana katika maisha yako. Nataka tusome katika kitabu cha Leviticus, Mambo ya Lawi, Leviticus 6 Leviticus chapter 6 chapter 12 and 13 inasema 12, na huo moto ulio madhabahuni atautunza wake daima juu yake usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi. Naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake. Naye ataiteketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa wake juu ya madhabahu daima usizimike. Moto wa Roho wa madhabahu ya Bwana usiweze kuzimika. Na nilipokuwa nikisoma hili neno, nilikuwa nikiona moto wa madhabahu ya kiroho inadumishwa na maombi. Bwana sifiwe. Moto wa Roho wa madhabahu inadumishwa na maombi. Inadumishwa na Biblia inatuambia ya kwamba moto ule wa hapa madhabahu usiweze kuzimia. Na unaposoma pale juu, makuhani walipokuwa wakikuja kuteketeza ile sadaka, Biblia inatuambia kila asubuhi, every morning, lazima kuhani angekuja kwa madhabahu ili aweze kuongezea kuni ili moto usiweze kuzimika. Na alipokuwa akitenda hivyo, moto wa madhabahu uliendelea kuwaka. Na ndiposa hapa tunasoma ya kwamba ule moto wa madhabahu usiweze kuzimika. Asubuhi hii ama adhuhuri hii ya leo, ninataka nikwambie ya kwamba kulingana na agano la New Testament, agano jipya, katika kitabu cha First Peter 2:9 inatuambia ya kwamba sisi ni makuhani. Kupitia kwa Kristo Yesu tumefanyika makuhani kwa kimfalme. Kupitia kwa Kristo ambaye ndiye kuhani mkuu, pia na sisi tumeweza kufanyika makuhani. Na jambo moja la kuhani ni kuzingatia ama kuangalia moto wa madhabahu usiweze kuzimika. Wewe umefanyika kuwa priest katika huduma ambayo unahudumu, katika kanisa ambayo unahudumu, katika familia yako. Na Biblia inatuambia ya kwamba asubuhi kila siku kuhani anastahili kuongeza kuni ili moto usiweze kuzimika. Je, asubuhi ya leo wewe kama kuhani jiambie ya kwamba jiite wewe ni kuhani. Sasa ninataka ujihubie, jiambie mimi ni kuhani. Wewe asema mimi ni kuhani. Yawezekana unajiangalia na kujiuliza, je, sasa mimi ni kuhani namna gani?
Katika familia yako umeitwa kama kuhani ili ukaweze kuangalia moto wa madhabahu ya jamii yako isiweze kuzimika. Tumesimama mahali pale kama makuhani tukiangalia, tukimake sure ya kwamba moto wa madhabahu yetu haitaweza kuzimika. Na Biblia inatuambia every morning, sijui kuhani wewe asubuhi ya leo ama adhuhuri ya leo, unapoamka, je, unaongeza moto kuni katika moto usizimike, ama jambo lako la kwanza linakuwa nini katika maisha yako? Sijui wakati ambapo unapoangalia jamii yako ama watoto wako wakielekea shule, sijui kama wanaamka mbele yako kujitayarisha, lakini ujue ya kwamba wewe ndiye kuhani mkuu wa watoto wako, na ni lazima uhakishe moto, lazima uweke kuni ili madhabahu ya watoto wako isiweze kuzimika, ili madhabahu ya mume wako yasiweze kuzimika, ili madhabahu ya kanisa hili yasiweze kuzimika. Mungu akaambia Musa, ambie makuhani waweze kutunza moto wa madhabahu. Bwana sifiwe. Tunapotunza moto wa madhabahu, tunalinda uwepo wa Bwana, na tunapoendelea kuweka kuni ili moto uendelee kuwaka, tunapokuja kuhudumu katika mahali hapa, Bwana anaweza kuonekana kwa njia. Tunaishi katika nyakati ambazo makuhani wamesahau na kazi ambayo Bwana ameweza kuandalia. Na nisisemi kuhusu mapastors, ninasema kila mmoja wetu hapa, kwa sababu yeye ni kuhani. Praise the name of the living God. Amen. Siku yako ya mwisho kuongeza kuni ili moto usizimike ilikuwa siku gani? Haleluya. Siku yako ya mwisho uliyosema nitaongeza kuni ili moto wa madhabahu usizimike ilikuwa siku gani? Hebu jiulize jirani yako, wewe kama kuhani ulikuja saa ngapi kuongeza kuni ili madhabahu iendelee kuwaka? Muulize na usimwogope, lakini usimwambie ninakuheshimu, lakini usimwambie hiyo, lakini muulize asubuhi na ulikuja saa ngapi kuongeza kuni ili madhabahu yaendelee kuwaka moto. Praise the name of the living God. Hallelujah. Amesema alifika saa ngapi? Hallelujah. Praise the name of the living God. The Bible says ati asubuhi kila kuhani aliweza kufika ili akaongeza kuni, moto wa madhabahu usiweze kuzimika. Na kwa sababu moto wa madhabahu nyakati ule haukuwa kunazimika, kuhani yeyote angekuja kutoa sadaka angefungiliwa nyororo kwa pale chini. Unajua wakati unapohukumu, si unaona ni makufu. Kama mimi ni kuhani, ningekuwa nimefungiliwa nyororo na kuonyesha ya kwamba priest anaendelea kutoa sadaka, mambo yake haijakwama kwa madhabahu. Bwana sifiwe. Lakini ile nyororo imekosa kutembea kwa sababu kulikuwa na uwepo mkubwa wa Mungu, na nyororo ikose kutembea, mtu anajua huyo ameenda kiendani, anasafirishwa. Hallelujah. Praise the name of the living God. Kulinda moto wa madhabahu. Bwana sifiwe.
Si Mungu atusaidie kanisa, ili tukaweza kulinda moto wa madhabahu. Tunapolinda haya madhabahu, tunapolinda madhabahu ya mioyo yetu, tunapolinda madhabahu ya familia zetu, za watoto wetu, nchi yetu, shetani hatapata mwanya wa kuharibu jamii zetu. Sijui wewe unaona ni wapi pale ambapo umelala. Mungu amekuita pengine katika kitengo cha huduma ya watoto. Pengine Mungu amekuita katika kitengo cha kuabudu na kusifu. That is praise and worship team. Pengine Mungu amekuita katika kitengo cha intercessory. Je, zote katika zile vitengo tumekuwa tukiongeza 10 ili moto wa Roho Mtakatifu uendelee kuwaka? Nataka kuirusha ikiwa changamoto kwa kila mmoja wetu, kwa sababu asubuhi na mapema kuhani anastahili kutoa sadaka. Lakini sijui kama makuhani wetu cha kwanza ni nini kwa tunafanya. Wengi tumetepotelea kwa TikTok. Ukiamka tu hivi kwa hapa. Sijui kama hata watoto unajua kabisa wanaenda shule ayono, lakini Mungu atusaidie tuweze kudumisha moto wa Roho wa madhabahu, na hiyo itadumishwa na maombezi. Kama tunataka kudumisha uwepo wa Bwana kanisa, ni lazima tujivike mshipi wa maombezi, kwa sababu uwepo wa Bwana hatutaudumisha mahali hapa tusipotafuta Bwana. Neno la Mungu linatuambia since the time of John the Baptist, haleluya, ufalme wa Bwana unachukuliwa kwa nguvu, na walio na nguvu ndio wanauteka ule ufalme. Are you ready kuchukua nafasi yako katika maombezi ili ukaweza kudumisha moto wa Roho Mtakatifu, moto wa madhabahu? Bwana sifiwe. Nawezekana ujumbe unaweza kuwa si wa watu wote, the whole church, lakini ninataka kukuuliza wewe kuhani ambaye umeitwa, je, uko tayari hata kulipa gharama? Kwa sababu zile kutarusha mishale ndivyo unaendelea kudumisha uwepo wa Bwana. Unakumbuka huyu mfalme aliyesikia Elisha, wakati ule Elisha alikuwa mgonjwa, na huyu mfalme akamtembelea. Alikuwa karibu kuaga Elisha, mtumishi wa Bwana, na yule mfalme Elisha akamwambia ya kwamba angalia kwa dirisha urushe mishale. Akarusha mshale wa kwanza na wa pili. Elisha akamwambia ya kwamba huu ni mshindi ambao utapata, na pia akamwambia ya kwamba sasa ninataka udume strike the ground. Yule mfalme alistrike the ground only 3 times. Nataka kukwambia nini? Kudumisha uwepo wa Bwana si kukurusha mishale mara 2 ama 3. Ni jambo ambalo linaendelea katika maisha yetu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nataka kumalizia na ninataka nikuulize, je, wewe uko wapi? As far as the altar, moto wa madhabahu unahitajika, wewe uko wapi? Ujue wewe ndiye ambaye umeangaliwa. Ili tuweze
kudumisha uwepo wa Bwana. Tuko wapi? Uko wapi asubuhi ya leo? Katika jamii yako, kwa watoto wako, uko upande gani? Lakini ninataka nikwambie ya kwamba ni vizuri kudumisha uwepo wa Bwana katika maisha yako. Tusimame kwa sababu tumemalizia. Ninataka kujiangalie na uone jukumu kubwa. Umekabidhiwa jukumu kubwa katika familia yako. Umepewa jukumu ya priest katika familia yako. Angalia vile umekuwa ukisimama naye. Angalia vile umekuwa ukisimama na kanisa. Uambie Mungu ya kwamba kama kuna mahali ambapo sijatenda kadri na mapenzi yako Bwana, ili uwepo wako ukaweza kudumishwa, nisaidie. Pengine sisi tu tumekuwa tukichukulia tu ni jambo la kawaida. Mahali ambapo tunahudumu tunasikia tu ni jambo la kawaida, lakini adhuhuri ya leo tunastahili kuelewa ya kwamba sisi tumenukuliwa ofisi ya Kristo, ambayo kazi yake ni kutoa sadaka, ambayo kazi yake ni kudumisha moto wa madhabahu. Praise the name of the Lord. Nenea Mungu na mwambie ya kwamba akusaidie na kumpe nguvu ili ukaweza kudumisha moto, kudumisha uwepo wa Bwana katika maisha yako. Baba, tunasema asante, tunakushukuru na tunakuinua Mtakatifu wa milele, wewe ambaye umejaa neema na hata huruma, Mtakatifu wa mbinguni. Tunasema asante kwa asubuhi ya leo. Tunakuomba Bwana wetu na Mfalme wa milele, ukatusaidia, ukatuwezesha Bwana hata kulinda moto wa Roho Mtakatifu, tukaweza Bwana kusimama mahali petu kama makuhani, Baba wetu wa milele. Ukatusaidia Mungu wetu na Mfalme wa mbingu, ili Bwana tukatenda kadri na mapenzi yako yalivyo katika maisha yetu, Bwana wetu wa milele. Mungu, tunaomba asubuhi ya leo Jehova, hatutalifanya kama kawaida Mungu wetu wa mbingu, bali Bwana tutaendelea kukutazamia, tutaendelea Bwana kutuinulia macho yetu, Mfalme wa amani, ili tukaweza kutenda kadri na mapenzi yako Mtakatifu wa milele. Tunanyenyekea mbele zako, tusaidie kila mmoja wetu Bwana, tukasimama mahali pa kuhani asubuhi ya leo, na hata katika maishani kwetu Bwana wa mbingu, ili tukaweza kuona ushindi wako Mtakatifu wa mbingu. Tunakuabudu na tunakuheshimu kwa sababu wewe unatawala. Endelea kutupa nguvu, endelea kutuongoza, endelea Bwana kuachilia Roho wako Mtakatifu ili